roho ya umaskini unaotokana waliokutangulia. Mojawapo ya kitendea kazi cha shetani, huwa anacheza na historia. Kwa hiyo roho inaweza ikatoka kwa waliokutangulia. Kabla sijaendelea, nikupe neno la msingi sana. Umaskini ni roho na kufanikiwa ni roho pia, lazima ufahamu. Kwa hiyo umaskini ni roho na kufanikiwa pia nako ni roho. Na kumbuka, roho huwa haifi, ila inaweza ikabatilishwa. Kwa hiyo kama ni roho mbaya ambayo sio mapenzi ya Mungu, ukisha kuigundua unachukua hatua, unaenda msalabani. Yesu alifanya ukombozi wa jumla. Ili unapoenenda, fanya tathmini ya maisha yako. Ukiona kuna eneo limekwama, unaenda msalabani, ndipo palipopatikana haki zetu zote kama wana wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunaona umaskini unaotokana na waliokutangulia. Cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 26 kuanzia mstari wa 18. Mwanzo sura ile ya 26 kuanzia mstari wa 18. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Abraham babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Abraham. Naye akaviita majina kufuata majina aliyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Stina. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakugombania, akakiita jina lake Rehobothi. Akasema, kwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Haleluya, haleluya. Hebu naomba sasa nitazame vizuri sana. Huyu ni baba yetu wa imani, anaitwa Abraham, akiwa katika nchi aliyokabidhiwa na Mungu, nchi ya Kanaani. Wakati mwingine, wakati wa changamoto, alienda sehemu ya Ufilisti, sehemu panaitwa Gerari. Alipoenda kule, wakati ule mtu aliyekuwa na miliki visima alikuwa ni tajiri, kwa sababu kule ni Mashariki ya Kati, ni sehemu ya jangwa. Huwezi kuona mito inayotiririka kama kwetu huku Afrika na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo wale watu wenye uwezo ndio alikuwa na uwezo wa kumiliki kisima kwa ajili ya watu wake na mifugo. Kwa Ibrahimu, kwa kuwa alikuwa ni tajiri, hata alipoenda kule Gerari alikuwa na visima vya maji. Sasa alipokufa, Wafilisti wale wenyeji wakafukia vile visima vya maji. Sasa Isaka mtoto wake akawa ameenda pale Gerari. Alipofika pale, anafahamu kabisa kwa mujibu wa desturi na kwa mpango wa Mungu, anatakiwa ajue mali za baba yake kama mlisi. Kwa wakati anafuatia mali za baba yake, akaambiwa visima vitatu, na vile visima tayari wenyeji wameshavifukia. Tunajua mahali wanapokaa wenyeji pana changamoto nyingi sana. Kwa akihamia muhamiaji, yeye anakuja kwa ajili ya kupambana maisha, wanaishia kumloga, kumfanyia fitina. Ndio maana kuta mahali ambapo pana wenyeji huwezi kukuta maendeleo. Wenyewe wanajua kulogana tu, fitina. Kwa hata yeye Ibrahimu alikutana hicho kikwazo. Kwa wale wenyeji wakafukia visima vyake. Haleluya. Kwa wakafukia visima vya Abraham. Kwa Isaka akaanza kufuatilia vile visima vya Abraham babaye, wakawa wameshavifukia. Nini kilichotokea? Isaka akaanza kufukua visima vya baba yake. Alipoanza kuvifukua,
tunaanza kuona wale wenyeji wakaanza kwenda kugombana na Isaka. Akifukua wanafukia, akifukua wanafukia tena, wanasema hiki ni cha kwetu. Wakafukia wakaanza kwenda kugombana na Isaka. Akifukua wanafukia, akifukua wanafukia tena, wanasema hiki ni cha kwetu. Wakafikia cha kwanza wakagombania, akakiacha. Wakafikia cha pili akagombania, akakiacha. Akafukua kisima cha tatu, babu kubwa kabisa kilichokuwa na maji mengi. Hawakugombania hicho, wakakata tamaa. Akakiita Rehobothi, akasema sasa Bwana ametufanyia nafasi, mimi na watu wangu sasa tutazidi katika nchi. Haleluya, haleluya.